wewe ndiyo nyota yangu, nyota yangu, wewe ndiyo nyota yangu. Naam baba, nikuita hapa, nimeona nikutoe nje ya nyumbani, tuje huko tuzungumze. Sijui umenielewa vizuri? Kuelewa. Kwa bahati nzuri mimi nimeenda kwa mzee Mbambili kule ambaye unapotarajia kuoa, kwa nimeenda kuonana na baba yake ule binti. Taarifa za kule sio nzuri kivile. Sawa? Wanao sio nzuri. Wale wazazi wa yule binti wamekataa katu na Mswahili wa Masai. Vipi wewe? Njoo kwanza. Mbona unakuja unakimbia? Blaza. Hizi ni wa mkosi blaza. Kulikoni? Mbona unakuja unakimbia tunapamiana? Je, ungeumia hapa ingekwaje? Na wewe unikabatina kwa mara 3 na kanyang'anya kila kitu leo mpaka ndala. Kweli ni mtihani mkubwa sana. Nimekuwa kama na mkosi sasa blaza. Yaani najiona mtu mwenye mkosi. Unawafahamu? Hapana, yani mmoja ndo namfahamu ila mwingine simfahamu. Huyo mmoja unamfahamu kivipi labda? Huyo mmoja aliwahi kuniteka mara kwanza na mara pili, amerudia na kuniteka mara 3. Sijui umenielewa vizuri. Baba. Ndimaliza vipi kikao chenu? Tulivyomaliza wamegoma. Lakini mimi kama baba nitafanya kila liwezekanalo. Na hakikisha yule binti lazima tupate. Baba. Sasa wewe umekubalije mimi umeondoka hapa, umeenda huko, nikajua tena ukirudi hapa angalau amani ya moyo itakuwa. Umeniaminisha mambo mengi. After unarudi majibu yako ndo kama yale waliyosema wao mwanzo, mpaka mnakuja na msaada kwako tena. Inakuwa ndo yale yale sasa. Vipi baba? Sikiliza mwanangu nikwambie. Mimi kama baba yako nitafanya kila liwezekanalo. Yule binti lazima atakufa. Sijui umenielewa? Hata wangegoma wangefanyaje? Lakini mimi nahakikisha nitafanya kila mbinu za uwezo wangu. Yule binti tunamchukua. Kwa hiyo mwanangu usiwe na shaka. Okay. Mimi nakutegemea sana mzee wangu. Na naamini umenipush kwa vingi sana. Na kila kwenye magumu umeyafanya kwa urahisi. Sasa naomba mzee wangu katika hili lisimamie kwa sababu linaninyima raha jambo hili. Na linanikosesha amani kabisa ni. Unaona mwanao unapofika hii afya yangu yenyewe naiona sasa hivi kama sio imara. Na wakati ngwaisha hata njia yake ile ambayo alikuwa ananikaba kule. Yaani inamaanisha kila mara ukikutana naye huwa anakufanyia staili hiyo. Ndio. Ukimwona kwa hivi manake unaweza kumtambua vizuri. Mimi nikimwona kwa macho mimi namfahamu kabisa. Okay, sawa. Vipi una nauli una chochote kitu hapa? Yaani sina kitu, amenyang'anya yani kila kitu yani. Sawa. Ila nikombe kitu kimoja. Taarifa zako hizi ningependa ukazifikisha kwa mwenyekiti. Ni kweli ningeenda kutoa lakini sina pa kulala, sina nini. Hata kama huyo mwenyekiti mimi namuelezea aje yani mimi nakaa wapi, naishi kwa nani. Hadi mimi nalala kwenye majumba mabovu. Wewe umekuwa kama msaada kwangu. Yaani mara nyingi tukikutana unanisaidia. Nashukuru sana baada kwa msaada. Endelea kwa moyo huo. Sikiliza basi. Najua kwa mwenyekiti huwezi kufahamu. Ila naomba tena uwe makini kwa mara nyingine tena. Si unaona vizuri. Mimi mwenyewe na maisha yangu ni
nyumbani narudi ninakuwa hivi mzee wangu. Sina imani kama naweza nikawa salama kama na wewe ukikubaliana nao wale wazee wake kama wao wanataka. Sidhani kama itakuwa heri kama hivi tunazungumza. Siwezi kukubali mzee wangu, ili litokee. Kama itashindikana, na mimi nipo tayari kwa lolote kivyo vyote mpaka nihakikishe nami napata, kwa sababu siwezi kuwa naye mbali. Unaona mwenyewe afya yangu sasa inapodhoofika. Ni aheri nilivyokuwa nimeshachua. Nikifikiria dunia nahisi kama inanielemea. Dunia mizigo wapi nitaitua? Mara sili nikalala, mwenzenu mimi sina amani. Nimekuita hapa. Jambo gani? Mpaka nakona. Yaani huwezi kuamini nipo kwenye siku ya 8. Kupiga siku ya 8? Inawezekana vipi? Hodi. Karibu. Asante. Vipi dogo? Nyanya shilingi ngapi? 100 na 150. Kitunguu? 100. Hizi ndimu? 100. Sawa, naomba nifungie nyanya za 300, kitunguu kimoja na ndimu moja. Labda umefanya kitu gani? Labda umemwambia mama au dada? Hapana, sijamfikisha yoyote. Wewe ndio wa kwanza. Umejaribu kwenda zahanati au duka la madawa kujua shida nini? Hapana. Basi jaribu kumshirikisha hata mama, maana yale uliokuwa nayo sio ya kawaida kabisa. Inaweza kaja kuletea changamoto baadaye. Sawa, nitamwambia. Sichelewe kwenda, maana yale sio ya kawaida. Shemeji. Jana nilipigia simu. Nilihitaji nifike hapa. Kwa bahati mbaya nilikuwa na shughuli kidogo, nimechelewa. Lakini leo nimepata muda. Kwa nini nimekuja kusikiliza mtoto wako. Sawa shemeji, mimi nimekuita mtoto anaumwa. Anaumwa nini? Mtoto ana period. Leo siku ya 10. Siku ya 10? Ndiyo. Nikifikiria dunia nahisi kama inanielemea. Dunia mizigo wapi nitaitua? Mara sili nikalala, mwenzenu mimi sina amani. Mateso moyoni, mawazo akilini, yataisha lini? Sili nikalala, mwenzenu mimi sina amani. Mateso moyoni, mawazo akilini, yataisha lini? Ila asante Mungu wangu kwa kuniamsha.
asante, ngoja nikahangaike, ila asante Mungu wangu kwa kuniamsha. Asante, ngoja nianze maisha mapya. Wale wazazi wa yule binti wamekataa katu na Mswahili wa Masai. Baba, sasa wewe umekubalije mimi umeondoka hapa umeenda huko, nikajua tena ukirudi hapa angalau amani ya moyo itakupo. Umeniaminisha mambo mengi, after unarudi majibu yako ndo kama yale waliyosema wao mwanzo. Nikifikiria dunia nahisi kama inanielemea. Dunia mizigo wapi nitaitua, mara sili nikalala, mwenzenu mimi sina amani, mateso moyoni, mawazo kilini, yataisha lini? Sili nikalala, mwenzenu mimi sina amani, mateso moyoni, mawazo kilini, yataisha lini? Ila asante Mungu wangu kwa kuniamsha. Asante, ngoja nikahangaike, ila asante Mungu wangu kwa kuniamsha. Asante, ngoja nianze maisha mapya. Iliwahi kutokea hiyo? Sijawahi kuona, ndio maana nimekuita. Umenipeleka hospitali labda? Hospitali nimeenda lakini mafanikio sijayaona. Sawa, sasa mimi nakushauri. Kama umeenda hospitali mafanikio hamna, mimi ninachoona itabidi umchukue tumpeleke kwa wataalamu, kwa waganga wa kienyeji. Mganga kienyeji? Kama hospitali umeenda, sio kila kitu kinachotokea basi hospitali. Sikiliza kwanza nikwambie. Kama hospitali umeona hakuna mafanikio, lazima urudi ng'ambo ya pili. Sasa haiwezekani shemeji, mtoto anaumwa, tatizo la hospitali, wewe niambie nimpeleke huko wapi? Hivyo ulishawahi kuona mimi tangia nzaliwa sijawahi hata siku moja kwenda kwa mganga kienyeji. Wewe niambie niende kwa mganga kienyeji kwa lipo ndio kununulia mtoto wangu? Shemeji, umeniita kuja kukupa ushauri au umenitia nini hapo? Mimi nilijua ataniambia tumchukue mtoto tumpeleke hospitali za juu. Unaniambia tumpeleke kwa mganga kienyeji kufanya nini huko sasa? Sasa sikiliza nikwambie. Kama umeniita mimi kama baba, nije upeane ushauri kama hospitali na si wewe ndio ushauri wako, kwa sababu wewe ushauri wako mimi haunisaidii kitu. Mganga kienyeji ndio nani? Baba, mimi nimekuja hapa kwako. Ndio. Naitwa Hansi. Ndio. Natokea mjini. Nimekuja hapa mzee wangu nina shida. Ndio. Naomba unisaidie. Sawa. Mimi nilikuwa nasoma chuo. Ndio. Ila nimehitimu masomo yangu. Kwa sasa nipo nasubiria ajira tu. Ndio. Ila chuo sikuwa peke yangu. Sawa. Kuna watu nilikuwa nasoma nao. Na nimehitimu nao pia. Ila shida yangu leo nileta hapa mzee wangu.
Mimi kuna msichana nilikuwa nasoma naye. Ndio. Anaishi hapa kijijini. Anaitwa Namelo. Ndio. Ni mtoto wa mzee Mbambile. Wakati tupo chuo, mimi nilianzisha mahusiano naye. Ndio. Na nataka kumuoa. Nani? Namelo. Huyo mtoto wa Mbambile Kisanjo? Kwa hiyo changamoto zimekuwa nyingi. Na upande wa kwao, ndio, wazazi wake hawataki kabisa swala la mimi kuoana na binti yao. Ni kweli kabisa, ni kweli kabisa. Kwa mimi nimekuja kwako mzee, kuna mtu amenielekeza. Ananiambia wewe ndo mzee wa Amira. Kwa hiyo mimi nimekuja kwako mzee Lengao. Ndio. Kwa sababu nimeambiwa wewe ndo mzee wa Amira. Ndio. Kuna mtu ameniambia fika kwa mzee Lengao. Muelezee haya mambo yako na mimi atakusaidia. Nani huyo? Samahani mzee wangu. Mimi kweli nipo na shida sana. Lakini huyu mtu kwa leo, nilikuwa naomba nisikutajie. Mimi nimepokea maneno yako. Lakini mimi sasa ndio mzee wa mila. Leo nianze kukubali mimi kabila yetu kuolewa na kabila ingine, wakati mila yetu sisi hairuhusu. Damu yetu iende kwenye kabila ingine. Sasa leo wewe umekuja kwangu. Haya, ngoja nikajaribu, lakini kama nilivyokuambia mwanangu, nilikwambia kama kwa masharti yangu kama utakubali. Kwa vile wewe ni mwanangu na mimi ni mtu mkubwa, kila mtu anakuja hapa. Hapana baba, mimi sina maana hiyo. Lakini nilipotoka mpaka kufika hapa, nimekuja kwa sababu nampenda sana Namelo. Sawa. Tabiri na yeye kwako niapokee, niende kwanza nikakutane na wazee wenzangu. Nakuomba nisaidie. Sawa. Ili ni muone Namelo. Sawa. Nakuomba sana mzee wangu. Na nitakayokuambia utakubali yote, masharti nitakayokupa. Utakubali? Baba. Mimi nipo tayari kwa lolote lile, ili mradi tu nimpate Namelo. Ng'ombe unayo? Ng'ombe sina, ila nitatafuta na naamini nitapata kwa sababu yake Namelo. Manake sisi kwa kabila yetu kama huna ng'ombe huwezi ukaoa. Sawa baba, mimi nitajitahidi. Na damu yetu sisi hatutaki damu yetu iende kwenye kabila ingine. Haya, nimekubali mwanangu, tutaenda. Sawa baba, nashukuru. Sinaongea na wewe? Hayo mawazo uliyokuwa nayo juu ya Hans, naomba sisi ndio wenye mamlaka pekee wa kukumwozeshea wewe Hans au kumwozeshea wewe Longisho. Wewe ndiyo nyota yangu, nyota yangu. Wewe ndiyo nyota yangu, mfariji wangu. Wewe ndiyo nyota yangu, nyota yangu. Wewe ndiyo nyota yangu.